hata kama ungepaswa uniambie kwanza. Wewe unachukuaje maamuzi? Bosi. Sasa hizi bosi. Mbaya. Ni kitu gani ambacho kimefanya urudi nyumbani na kule kazini wache kazi? Kazini nimeacha kila kitu salama, ndio maana nikasema nije mara moja nitarudi tena. Sikiliza nikwambia. Ni dhahiri kabisa unaonyesha upo serious na kazi. Na sikwambirizi naona kabisa unamsumbua sana. Nisikilize sasa nikwambie. Nakupa likizo sio kuwa na malipo. Sio unanielewa? Mpaka nitakapokupigia simu ndio utarudi kazini. Na hapa kwangu nisikuone. Bebe. Poa, karibu. Asante. Unaona ndio upo kwenye usafi? Namalizia bwana. Oh, okay. Vipi lakini kazi unaionaje? Kazi zinaenda. Unaweza kweli? Yeah. Basi ndio furaha yangu. Afu vipi lakini kwenye upande wa malipo unakulizisha? Yaani upande wa kazi pamoja na malipo vyote vipo sawa. Kweli? Kweli? Maana sitaki kitu ambacho labda kitakuwa kinakubox ufanye kitu bila amani. Kama uiwezi, naweza nikakutafutia kazi nyingine. Hapana bana, mimi hapa pananifaa. Usiogope. Unajua usiogope kwa sababu mimi yani hapa mjini najua sehemu nyingi, najua chocho nyingi, najua wapi naweza nikakutafutia kazi nzuri hata better, yani nzuri kuliko hata hii. Mimi sitaki hizo zingine, katafutie wengine, mimi nitabakia hapa. Basi hapo nimependa. Bado ni yule mwanamke mwenye msimamo wake. Hata kazini pia unaweka msimamo. Haya bana. Mimi nikuja kuona mara moja. Hapa zangu kazi. Sishakuona tena. Yaani ndani kwa nini? Utakuja baadaye. Sishakuona tena. Yaani ndani kwa nini? Utakuja baadaye. Tutarudi yake. Wacha niwe kazini. Sawa. Tutarudi. Haya, kazi njema niwe kazini. Sawa. Haya, kazi njema. Bwana, mimi nimekufuata, mambo yalizidi kwenda vibaya. Tangu siku nimekuja pale nyumbani kukuelezea matatizo ya pale, lakini mambo yalizidi kuwa mabaya vibaya. Huwezi amini yule mwanamke ananisimua mimi pamoja na mama yangu. Lameki, nilikwambia mimi ni kama nabii. Yaani mimi kama malaika, sina tu mbao hapa. Mimi nilikwambia Lameki, pale kuna kamchezo, wanawake wanabadilika kama kinyonga. Si unaona sasa? Lakini anifukuza mimi na mama yangu kweli? Wanawake hawaeleweki. Yaani leo yuko huku, kesho yuko huku. Mimi nilikwambia toka mimi nilikuwa nishaona muda mrefu sana, nikaona hapa Lameki anajisumbua tu. Atakuja kufukuzwa hapo atatoka kapa. Unajua mpaka sasa hivi yani bodi kwenye maisha ambayo ni magumu sana. Sasa ina maana nimepanga chumba kimoja. Mama nimeamua kumrudisha nyumbani kwanza kwa muda. Nikipambana kujipata nitaenda kufuata kwa sababu mama na ndugu wengine kule zaidi ya mimi. Anaangalia mimi kama yani ni nguzo kwake ya muhimu sana. Ndio maana niliamua kumleta akaishi pamoja na mimi. Wewe Lameki ni nguzo, sema tu usambazi umeme. Wewe ni nguzo Lameki. Lakini wakati mwingine Lameki, haya mambo umejitakia mwenyewe. Na kitu kimoja ambacho nimejifunza kutoka kwako kwamba kuna vitu ukifanya lazima uwe na akiba. Sasa Lameki, nikuulize swali. Hivi ulivyofukuzwa na huyo mke wako, wewe umepata kitu gani hapo? Au ndio umekuja sasa kuanza kusota mtani kama ninavyosota mimi, madili ya kuungaunga? Mimi kusota kweli nasota, lakini si unanijua mimi ni genius. Wewe ni genius wewe. Najua. Sasa mimi sijatoka kizembe pale. Mimi pale nimetoka na full document. Madokumenti, hemu kwa mwazi. Madokumenti ya nini? Naweza kulichelewa kuingia mjini. Nimetoka na hati za nyumba. Yaani ile nyumba yote, hati zake, yani vitambulisho vyake, kila kitu ninavyo mimi. Yaani ile bahasha ambayo imebeba hati za nyumba yote nikaondoka nayo. Hela sijatoka nayo, ila
Kasema nyumba tutakula sahani moja. Lameck, ngoja kwanza. Unajua katika vitu ambavyo umevifanya Lameck, hili hapo umewini. Ona akili wewe. Nikwambia genius. Sasa hivi unataka kusema ngoja kwanza. Alafu wewe mbona ukipataga maisha unaanza kugeuka wewe? Basi ongea sasa, ongea. Yaani ulikuwa kule unateswa lakini unazidi kunenepa tu. Kwa hiyo umechukua hati na uhakika. Hati na uhakika ninayo, ipo geto kule. Yaani katika vitu ambavyo Lameck umefaulu, hilo la kwanza. Wanawake waweza kukushinda akili wewe. Watatushindaje wanawake hawa? Mwenyezi Mungu kawatoa kwenye ubavu wetu, wanatushindaje? Sasa nikwambie sasa. Tuliza ubongo na kujua akili yako ukipataga hela. Sasa fanya madudu, utarudi magetoni, tuanze kula maugali. Siwezi kufanya madudu wakati tayari na asset ya nyumba. Kitendo cha kushika ile, nimeshika ile nyumba. Nafanya chochote, muda naotaka, nafanya lolote. Wewe tulia, utakula maisha yako mpole tu. Wewe si una liloli baya Lameck wewe. Wewe mzungu wa roho kabisa. Wewe mzungu wa roho. Sasa Lameck, ngoja kwanza. Kwa hiyo hati unayo kabisa, una uhakika? Ndugu yangu, basi wewe twende kuonyesha nilipopanga, nikuonyeshe na hiyo hati na kiwanja na plot kinasoma na kila kitu na muhuri wa afisa ardhi kila kitu. Ile iko complete, imekamilika. Sawa. Nimekuelewa, hati mlichukua, lakini sasa Lameck, una mpango gani sasa? Utarudi kukaa kwenye ile nyumba? Sasa narudi kukaa kwenye ile nyumba na wewe. Akiwa hati ndo nimeiba. Nimeiba ile hati. Ile nyumba tunaiuza hapa mjini. Yaani pale milioni 70 80 hatukosi. Tukipata hiyo hela tunarudi kwetu Shinyanga. Lameck unachanganyikiwa. Milioni 50 ile nyumba ile. Pale mjini pale unajua. Yaani pale milioni 80 huko na ushee kidogo na ustazi hatukosi. Ukipataga 5,000 unakuwa chizi. Leo upate milioni 50 wewe sio nikimbia wewe. Ndio tunahama mji wote. Sasa mimi nimeshakwambia hivyo. Uje upafahamu sasa. Mimi nakuja Lameck. Mahela tena na chaje kuja jamani. Uje tuje tupange mpango, tujue tunauza vipi madalali. Hapo madalali tunaenda kuwatolea mbali kibao huko. Kuwatolea mbali hapa sio umeipa wewe, unalitaja madalali wapi? Kibaya zaidi na picha za nyumba zote ninazo. Nilikuwa nikitulia tu nimeshashiba ugali wangu nazipiga picha. Tuondoke bwana. Pole. No, ambe mama. Mbona umeamka mapema leo mwanangu? Mama, shikamoo. Marhaba mwanangu, umeamkaje? Salama, umeamkaje mwenye mama? Salama, vipi? Mbona mmeamshana asubuhi? Leo hatujalala mama. Elisha amenisumbua usiku kucha analia. Kwa nini? Mama, mamake mpaka sasa hajarudi. Nini? Mamake mpaka sasa hizi hajarudi. Mama, nimehangaika usiku kucha. Elisha hajalala, njaa anafikiria. Sada hajarudi. Hajarudi mama mpaka nidai. Ngoja nichukue simu nimpigie bosi wake. Haya. Shikamoo. Ulikuwa wapi? Sada, acha masiara. Na kuuliza kwa mara nyingine. Ulikuwa wapi? Usiku kucha umelala wapi Sada? Nilala kwa bosi mama, nilichelewa kumaliza kazi. Nuru, hivi mdogo wako anajielewa huyu? Yaani Sada mdogo wangu. Unafanya nini sasa? Nini unafanya Sada? Umekuwa mlinzi. Unasikiza gani? Nifanya nini wewe Sada? Sio tukanikuwa mimi mwenyewe. Nikuwe. Kwani umeshindikana wewe? Niambie Sada. Umesahau? Umeshasahau wewe? Unakuwa mpumbavu mmoja wewe. Kwa nini? Kuanzia leo hii hakuna kwenda kazini. Ndio, nikuona utoe miguu yako uende kazini uone. Pumbavu mmoja wewe. Sana. Najua niuliza maswali mengi sana. Kwa nini nimekuita na tumekaa kochi moja mimi? Unajua Sada, safari ya kwanza kuanzisha safari nyingine. Unajua siku zote huwezi kupatia bila kukosa. Nikwambie tu kweli. Mara ya kwanza nilipiga hatua kwa rafiki.
ila hatua ya pili sio hatua ya urafiki. Nadhani nikizungumza hivyo utakuwa mwenyewe. Mimi bado sijakuelewa. Unamaanisha nini? Kwa maana mimi natambua ni bosi wangu. Kwa hiyo vitu unavyoniambia nashindwa kukuelewa kabisa. Na isitoshe, hapo mimi nimekuja kufanya kazi. Na kila kitu nakifanya kwa weledi. Au labda kuna sehemu nakosea? Hakuna sehemu hata moja ambayo unakosea. Kumbuka mimi ni baba D. Lakini toka ufike hapa hujawahi kumuona mama D. Na story yako ya maisha yote nilipewa nawe. Hivyo basi jambo ambalo nimeamua kwa sababu mimi na wote watu wazima. Umri wako unazidi kwenda na mimi umri wangu unazidi kwenda. Kwa jambo kubwa ambalo nimelifikiria hapa, nahitaji nitoke, tafute mshenga. Haende kwenu, akatoe barua. Ili mimi na wewe tuweze kuwa mwili mmoja. Sikutaka kupita kona kona. Ndio maana nimekwambia. Sawa. Trust me. Nakupenda. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu mimi na wewe wote ni wahanga. Wote tumepitia mitihani. Kwa nini tusikutane tukaanzisha familia moja iliyokuwa bora? Hapana. Mimi siwezi kukubaliana na hilo. Na kwa sasa sipo tayari kuungana na mtu yoyote kwa ajili ya kujenga familia. Isitoshe mwanangu ni mdogo. Na ndio maana nimeingia jukumu la kutafuta kazi na kufanya kazi. Ili niweze kumpatia mtoto wangu chochote kitu. Nisimpe mamangu mzigo. Alafu leo isitoshe unakuja kuniambia kwamba unanihitaji kweli? Sawa. Niliachwa dini mdogo sana. Kiwa darasa la 3. Lakini mpaka sasa unajua ipo darasa la 4. Naweza kumlea mtoto wako na kukulea wewe pia. Mimi sio mjinga. Mimi sio mpumbavu. Nakutana na wanawake wangapi barabarani? Kwa nini wewe? Nipe nafasi moja tu kwenye maisha yako. Utajua mimi nakupenda kiasi gani. Nataka tufike wapi. Sihitaji ili mradi mwanamke. Nataka mwanamke mwenye future. Nataka mwanamke mwenye uadilifu sana. Upendo utoki ovyo. Naweza nikaoa mwanamke kila aina. Kwa pesa. Kwa kile naweza. Kwa nini wewe? Ina maana wewe ndo mzuri kuliko wanawake wote waliopo duniani. Samahani, sitarajia kukupazia sauti. Lakini siwezi. Ni sawa. Ila nikupe muda kwenda kujifikiria. Nenda kaendelea na kazi zako. Mama mdogo. Najua nimekuja kwako mara nyingi kutafuta msaada. Mimi bado ni mwanao tu. Nilijua msaada wa kwanza kwenda kumfukuza yule mwanaume itakuwa imenisaidia. Lakini naona mambo yanazidi kuwa magumu kwangu. Bado nahitaji msaada wako mama. Hapo ulipo hujui mwanao halipo. Mwana mwenyewe umemkimbia. Mimi nikusaidie. Hivi kweli inaingia akilini kweli? Ulimkimbia mwanao mwenyewe. Haya. Mwanao umemkimbia. Hati ya nyumba yenyewe umeshindwa kuitunza. Mimi niko tu ndani maisha yangu yenyewe mimi najua ninavyoishi. Yaani hapa yenyewe inadaiwa kodi. Sijui nalipa lini. Tena nikuchukue wewe nikuweke hapa. Mwanangu siwezi kukusaidia. Hata marehemu dadangu ananisikia kabisa na hata jamii huko inanizunguka tu hapa. Naliona mimi sina lawama kwa mwanangu. Siwezi kukusaidia. Naomba tu kwa hiyo. Mamangu. Saidie mimi naenda wapi? Wewe ndo msaada wangu. Sina kwa kukimbilia zaidi ya hapa mamangu. Mimi naenda wapi? Nielewe mamangu. Mama. Mimi ni mtoto wako. Wewe ukanitupa tena wapi mimi mamangu? Kaokoto huko barabarani. Mama nisamee mimi. Naomba nikae hapa kwako. Ile nyumba imeshauzwa.
Mama, mimi naenda wapi? Nancy, nimekwambia mimi sina nafasi yako hapa. Wewe nyanyuka nenda. Mamangu nisamehe. Sada. Sada. Sada wewe. Mambo vipi? Poa. Leo nimekuletea mchemsho. Na usiniambie kama umepika chai. Nilikuwa nimeshapika chai. Wewe unakula mchemsho. Hebu shika. Asante. Na Sada, sijui ule kwanza ndo nikwambie au nikwambie kabla ya kula? Vyovyote, lakini niambie tu kwanza. Eti? Yeah. Okay, kwa kuwa umeruhusu wewe, sina budi nikwambie. Sada, ulipokea ujumbe wangu? Yeah. Vipi? Umekubali? Lakini yale umenikosea sana. Haiwezekani utoke kumwambia dada. Kwani unashindwa kunifuata mimi? Na ingawa tunashinda wote muda wote huko ndani. Uliona ugumu gani wa kuniambia mwenyewe? Sada, ila nimefanya hayo kwa sababu ya kukuheshimisha. Nilihisi ikipitia kwa dadako itakuwa ni njia nzuri ya kupokea ujumbe wangu. Kuniheshimisha kitu gani? Sawa, umeenda umemwambia dada. Nimepewa taarifa hizo. Nikikataje? Sawa, atakubali mimi nimekataa. Utajisikiaje? Yaani ungenifuata kwanza mimi mhusika. Uniambie chochote kile ambacho unajisikia au ungenieleza hilo jambo lako. Ungejua kama nimekubali ama nimekataa, lakini sio kwenda kwa mtu kumwambia dadangu kweli. Sada, sikufikiria kama utanichukulia kwa ubaya. Ila mimi sina nia mbaya. Hata kama ungepaswa uniambie kwanza. Wewe unachukuaje maamuzi? Bosi. Sasa hizi bosi. Mbaya. Ni kitu gani ambacho kimefanya urudi nyumbani na kule kazini wache kazi? Kazini nimeacha kila kitu salama, ndio maana nikasema nije mara moja nitarudi tena. Sikiliza nikwambia. Ni dhahiri kabisa unaonyesha upo serious na kazi. Na sikwambirizi naona kabisa unamsumbua sana. Nisikilize sasa nikwambie. Nakupa likizo sio kuwa na malipo. Sio unanielewa? Mpaka nitakapokupigia simu ndio utarudi kazini. Na hapa kwangu nisikuone. Bosi, nitaishije labda? Unajua mwenyewe maisha yangu. Ali, nimaliza. Lakini bosi, sio sawa. Ni bora ungemwacha tu endelee kufanya kazi. Ali, bosi, nimeshamaliza. Sawa. Njoo. Akiwa kwa bibi yake anaenda. Nani tata? Nani huyo mtoto? Umemwona mama? Umemwona? Leo nitake. Haya bwana. Akia Mungu Sada. Mama. Taarifa alizokuambia dada yako umezielewa, si ndio mwanangu? Umenuna vipi? Hapa hamna kununa mwanangu. Uzuri zaidi kwamba Ali mimi nimemuita amekuja hapa. Nimeongea naye. Yule kijana mwanangu ni mstaarabu na yule kijana hataki kukuchezea.
lengo na nia yake haswa ni kuanzisha familia, na amesema atamlea Elisha kwa mapenzi, na pia tumeona mifano amekuja hapa hadi kaleta zawadi mara ngapi mwanangu? Mama mwenyewe unakubaliana na hilo, lakini mimi siko tayari. Kwa nini unalazimisha mama? Hebu chukua mwanao kwanza. Na kulazimishaje? Sada, nimeshakupa nafasi ya kwenda kazini, lakini madudu ulioanza kuyafanya mwanangu mimi yananitia mashaka. Mwisho wa siku Sada utakuja kubebeshwa tumbo lingine hapa ikawa fedheha kwangu. Sasa mimi ni mzazi, siwezi kukupeleka sehemu ambayo siielewi. Ali ni kijana mstaarabu sana na mwenye heshima zake. Ali ni kijana mstaarabu sana. Na laiti kama angekuwa anahitaji kukuchezea, basi asingefika hapa nyumbani. Jinsi alivyokupeleka huko kazini, basi huko angekutengenezea mazingira ya kukuchezea wewe, lakini kaja hapa lengo ni kukuheshimisha. Unataka nini tena mwanangu? Jamani mtoto amjampa uji. Hebu mlete. Kasha kusahau mwanao kwa kushinda kutwa nzima umuone. Elisha. Bibi, mambo. Nyamaza. Nasi tumeelewana. Nenda kampe mwanao uji. Yaani huyu. Mimi namwangalia tu. Hii bahati atakuja kuikumbuka. Kuna watu wanakesha hadi kwa waganga, wapate wachumba wa kuwaoa hawapati. Yeye imemfuata mpaka ndani, anajifanya kuvumbisha domo. Mimi ni. Sasa mwanangu nafikiri mimi nitakataa au nitakuwa mjinga kiasi hicho, yani anifedheshe tena kwa mara nyingine? Atake asitake, Ali atamuoa.